Faida ya kwanza ya njaa, njaa ina uwezo wa kupunguza tatizo la kisukari, sukari ya damu. Njaa ina uwezo wa kupunguza sukari ya damu, lakini naomba msinielewe vibaya, sio njaa ile njaa tu ya kawaida. Lakini zaidi ya hapo, njaa ina uwezo wa kuimarisha ubongo. Hiyo njaa ina uwezo wa kuimarisha ubongo wako, na ndio maana watu wote wenye busara na filosofu wakubwa wengi wananukuu wakisema, tumepata kuwa na nafasi ya cheo hiki, yani kuwa mwanafalsafa, ni kupitia mazoezi ya njaa. Kwa hiyo njaa ni mazoezi ambayo unapokuwa wewe unayafanya yanaweza yakakufikisha sehemu fulani. Ipi? Ukawa na uwezo wa kuyakata, ukawa na uwezo wa kuyavunja matamanio ya nafsi yako, na mwenye uwezo wa kuyavunja matamanio ya nafsi yake ni huyo tu ndiye anayeweza kufikia kilele cha usawa. Kwa moja katika faida pia za njaa, tusichukie kuongelea lishe tukaichukia njaa. Ina faida zake. Moja katika faida zake ni kufanya akili yako, ubongo wako uweze kuboreka. Ndio maana mwezi wa Ramadhani hatusemi kwamba ni njaa, lakini mfumo wake ni mfumo wa njaa, ingawaje ni ibada. Bwana Mtume anasema sumu taswihu, fungeni ili miili yenu ipate afya. Kwa hiyo mtume wa Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufunza ya kwamba tusichukie njaa. Njaa na yenyewe pia ina nafasi kwa namna moja au nyingine katika kuboresha afya zetu. Lakini kitu kingine ambacho ni kizuri, ule mmeng'enyo wa chakula pia tumboni unaweza ukaboreshwa pia kupitia njaa. Kwa nini? Unapokula sio unakula tu, hapana. Kuna kipindi lazima ustop kula kwa ajili ya kwamba kufanya mwili wako kwa namna moja au nyingine ujirudie, upate fursa hii ya kujirudia na kujipanga pia vizuri, na wakati huo hutakiwi kula chochote. Kwa hivyo basi tusichukie njaa. Kwa hakika njaa ni miongoni mwa vitu ambavyo vina faida.